Hello, mpendwa mtazamaji wa CMB Bright TV Live Talent. Siku ya leo tumeweza kutembelea maeneo ya Tabata na kujua habari moja mbili tatu na Live Talent ya CMB Bright TV. Siku hii ya leo kuna msanii mmoja nilimsikia anavuma sana na CMB Bright Live Talent kama kufika paka eneo la tukio, na mwandishi wako nikasema siwezi nikakukosesha chochote, na ninataka nikwambie tu mpendwa mtazamaji wa Live Talent ya CMB Bright TV, siku ya leo mwandishi wako nimeweza kufika eneo hili kujua huyu msanii. Kuna ngoma sana alitoa ina trend, ngoma yake mpya inaitwa Ya Wote, ni mpya, ina trendi sana katika mitandao ya kijamii. Tukasema Live Talent ya CMB Bright TV hatuwezi kupanga kukosa, lazima tumtembelee msanii huyu na tukajue mambo mengi kabisa. Hello. Hey. Mambo vipi? Karibu. Asante. Asante sana. Pole kwa majukumu. Pia. Wewe chilangu sasa hivi. Wacha ufundi zaidi. Watu kalia nje kidogo hapo. Tupiga story vitatu. Wow, amazing sana. Skayo. Asante. Bwana, mambo vipi? Poa poa. Kwa majina yako unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Vanisali. Yes. Vanisali, mimi kwa majina yangu nafahamika kama mwandishi Masai Oji_Dar es Salaam kutokea CMB Bright Live Talent. Siku leo tumeweza kujua mambo mawili matatu. Kuna ngoma yako kali sana, inavuma sana, ambayo inaitwa Ya Wote, na nikasema kama mimi mwandishi wa CMB Bright nikasema ngoja nikutafute paka nikupate nijue hii ngoma imekuaje, mbona ina trendi sana. Hebu tueleze habari ya hii ngoma, ulitumia muda gani, gharama shingapi paka kuandaa kwanza audio? Gharama yake ni hela nyingi nimetumia. So nimetumia muda, nimetumia fedha. Pia tumeshirikiana watu mbalimbali kutengeneza muziki mzuri. Mimi naamini katika muziki mzuri sana. Muziki mzuri hautengenezi mwenyewe. Amini. Na so hiyo ngoma kwa sasa hivi unavyoangalia katika mitandao ya kijamii imetrendi sana. Je, unavyoiangalia inaweza, nadhani imeshakulipa kidogo au bado? Malipo yanaingia katika akaunti, lakini siwezi kusema ni bei gani hiyo ingia katika akaunti yangu. Wow. Na vipi katika safari yako ya muziki, ulianzia wapi? Maana hii ngoma imetokea kupendwa sana na Watanzania. Safari yako ya muziki ulianzia wapi mpaka ukafikia hatua hii hapa sasa hivi nzuri kuwa mwimbaji mzuri wa Bongo Flava? Okay, kwanza asante. Safari yangu ya music, kwanza kabisa mimi nimezaliwa Tabora, Tanzania. Ila safari yangu ya music nimeanzia Dodoma, kanda kati pale. Jitambua kama na kipaji nikiwa niko nyumbani mdogo na nini hivyo katika mita zetu hivi, ila rasmi kabisa nimeanzia Dodoma. Pale ndo nimeanza kutoa ngoma yangu ya kwanza, then mpaka hapa nilipofika. Ngoma yako ya kwanza unaweza kuwatambulisha watazamaji ambao wanazidi kuendelea kukufuatilia, maana wengine pengine ndo wanakuona leo kwa mara ya kwanza kwenye Live Talent ya CMB, na unaweza kuambia ngoma yako ya kwanza kwa jina lake linaitwa nani? Ngoma yangu ya kwanza jina lake naitwa, imekuwa muda kidogo, nataka niangalie kidogo kwenye simu hapa. Imekuwa muda kidogo. Inaonekana ni ngoma ya muda mrefu sana. Kidogo ni stop kwa sababu ya mambo mawili matatu katika business zetu hizi za biashara. Kwa hiyo kuna wakati unapumzika katika masuala ya music, inabidi unafanya vitu vingine kwanza, lakini muziki kwa sababu uko ndani ya damu hatuwezi acha kirahisi. Au ulipumzika, ulikuwa unalea, ulikuwa na mama chanja nini? Maana ulipotea kwa muda hivi lakini ukaja umevuma kwa speed. No. Sijapatika kuoa wala, yani sina mahusiano. Okay, una mahusiano. I think naona uko ofisini, simu yako umetulia, umechill nini wakati wewe unaendelea kutafuta ngoma. Yes, yani hapa ndio sehemu ambayo natafutia riziki ndogo ndogo. Alright, ngoma yangu ya kwanza inaitwa Pole. Ngoma ya kwanza inaitwa Pole, mpendwa mtazamaji wa Live Talent ya CMB Bright TV. Ngoma yake ya kwanza inaitwa
Pole. Na wakati unaanza kurekodi ngoma yako ya kwanza, producer haja kusumbua? Yaani hamjasumbuana na producer maana kwa mara ya kwanza ndo unaingia studio, unavaa yale headphone, hajaanza kukusumbua? Usumbufu of course lazima uwepo kidogo, lakini kwa sababu kitu ambacho nakipenda lazima ukifanye ipasavyo. Lakini changamoto pia zikosekani katika kazi yoyote, iwe kwenye kuuza nyanya, kwenye kuuza mabegi, kwenye music, sema yoyote, hata pia kwenye utangazaji pia kuna changamoto zake. Kama ngoma yako ya kwanza ilikuwa inaitwa hivyo, na hii ngoma sasa hivi naona imevuma sana, watu wengi wameifanyia challenge. Nadhani I think video yake sidhani kama imetoka. Ngoma ya wote, kila kitu kipo tayari, na waingie katika mitandao yote ya kijamii wataikuta. Ukiandika Vansali wote utaiona ngoma yangu ambayo na trend kwa sasa hivi. Okay. Na hiyo sasa hivi unatarajia kuachia, maana nimekukuta kama hivi uko ofisini umechill umetulia, manake uko unakaribia kuachia kazi nyingine mpya ya Pasaka hii ama umetulia kwanza? Yes, kuhusu kazi zipo nyingi, na pia tupo katika harakati za kuachia kazi zingine kwa sababu nimekuja kivingine tena. Hapa ni back to back, then tutaachia EP baadaye. Okay. Kwa hiyo IP tusisubirie, haitachukua muda sana. Ni siku hizi yani wakae tayari. Neno moja kwa mashabiki zako unawaambia hivi? Neno moja sio moja, nina maneno mengi sana ya kuongea na mashabiki zangu. Kwanza kabisa nawapenda kwa kunisupport mpaka hapa nilipofika, kijana wenu. So msichoke kunisupport kwa sababu tunapenda kuwaletea vitu vizuri. Kama naitaka kitu kizuri, kwa usichoke kunisupport, kaa karibu na mimi katika mitandao yangu ya kijamii ili uweze kuenjoy. Pia nawapenda sana. Na pochi unaanzia bei gani hapo? Maana kuna pochi pale nimeiona kali kinoma yani. Ya wadada, yani unaanzia bei gani kapochi kama mkononi kale? Namshukuru Mwenyezi Mungu, pochi zangu hapa hamna sana. Kuna 1,500,000. Japo katika mazingira unaweza kuchukua kawaida. Lakini inaanzia 1,500,000, lakini of course na wateja nawapata 1,500,000, 2,000,000 mpaka 3,000,000 zipo. Wow, na ulifikiria nini mpaka ukaamua kuanzisha biashara hii? Yes, kwa sababu ukiona sehemu nyingine kidogo milango haikai sawa, unajaribu milango mingine. Huwezi jua riziki umepangiwa wapi. Na ukitokaga hapa maskani, sehemu gani ambayo unapendelea kwenda kuenjoy, kuspend au kubadilisha mawazo? Nikisema kuspend, kwa kweli sio mtu wa kutoka sana. Lakini nikitoka hapa mazingira kazini, mara nyingi napendelea kwenda nyumbani kuangalia movie nini, mambo mengine tu ya kawaida kama mwanadamu wa kawaida, lakini kusema kutoka mpaka niwe na kitu special ambacho kinanifanya mimi nitoke. Leo CMB Bright Live Talent imeweza kutembelea katika maeneo haya ya Tabata, na msanii wetu tumemkuta anajishughulisha pia na biashara ndogo ndogo ambayo inampa riziki, lakini vile vile ameachia ngoma yake kali kabisa. Tulikuja kufanya naye mahojiano mawili matatu katika Live Talent siku ya leo, tukaamua tutembee mikitaa tuvimbe na wewe mdau wetu ambao unazidi kuendelea kutufuatilia CMB Bright TV. Nikasema mimi ni nani nishindwe kukuletea matukio mazuri kabisa kutokea hapa CMB Bright TV. Huyu alikuwa ni msanii pendwa kabisa ambaye mnazidi kuendelea kumfuatilia, na amesema muda sio mrefu anaiachia IP. Kwa hiyo mkae tayari kwa kula ngoma nyingine kali zaidi ya hiyo ya wote. Kwa hiyo kuna ngoma nyingine kali ambayo inazidi kuandaliwa, na mambo yatakaa vizuri katika Live Talent. Itazidi kukuletea matukio yakiwa mubashara kabisa kutoka CMB Bright TV. Mambo ni fire. Kwa wote tutakwambia, mimi na msanii wangu leo pendwa tutakwambia bye bye. Mwambie bye bye. Bye bye, lakini ningependa msiondoke hivi kwa sababu mimi ni msanii na wengineo hamjajua kwamba nina uwezo au sina uwezo. Ningependa kuwaimbia wimbo wangu ambao upo katika mitandao yote ambayo inapatikana hapa Tanzania na nje. Mapenzi ni ya mimi nawe, kupendwa mimi napendwa nawe, na kama kudeka nitadekezwa na wewe, kupenda na kupenda we, na wendo na nitosha, wengine wanini kwa bedi unanikosha, kwingine siamini,
Baby tunda lako tamu, kukicha unishi hamu, aswa ukitabasamu, unanimaliza. Yes. Oya, mpendwa mtazamaji, umesikia ameweza kuachia, ana sauti nzuri hata ya kuimba kavu. Kwa hiyo una sehemu za kumwalika, unaweza ukamwalika akapiga ngoma ikiwa peke yake bila kuweka muziki ya studio. Ana sauti nzuri, msanii wetu wa kuimba kabisa. Mimi nikwambie SMB Live Talent, siku ya leo tumeweza kufikia hapa katika kipindi chetu kifupi kizuri kabisa. Endelea kuwa na Live Talent ya SMB Bright TV, ulikopo nami kipindi chote, mtangazaji wako Masai OG_Dar es Salaam. Nikwambie bye bye mpendwa mtazamaji ambao unaendelea kunifuatilia, nikutakie wakati mwema na mapinduzi ya teknolojia nchini Tanzania yanaendelea kupiga hatua kwa kasi zaidi, na hii imesaidia vyombo vingi vya habari nchini Tanzania kutoa habari zao kwa jamii kwa wakati sahihi, kwa sababu teknolojia inaruhusu wao kuwapa habari wananchi wa Tanzania kwa wakati huo. Sasa sisi kama SMB Bright TV tumejipanga kwenye engo mbalimbali kuhakikisha taarifa zetu za habari muhimu za kijamii zinakufikia kwa wakati sahihi, kwa sababu bwana, teknolojia inaturuhusu kukupa habari kwa muda ulio sahihi zaidi. Taarifa zetu za kijamii, michezo, burudani, interview za wasanii mbalimbali zinafika kwako kupitia simu yako ya mkononi. Nenda pale YouTube, search SMB Bright TV, utaona huduma zetu za habari mbalimbali kama nilivyokuambia pale, habari za kijamii, michezo, burudani na interview za wasanii mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Lakini kama una shughuli ya kwako, una kitchen party, birthday party, una harusi, una msiba, unataka uluke live, SMB Bright TV tuko kwa ajili ya kwako. Tupigie simu yetu ya mkononi 0678978301, 0678978301 au 0768329782, 0768329782, au fika ofisini kwetu Bunju Usalama, Dar es Salaam, au tutafute kwenye mitandao yetu ya kijamii, tunatumia SMB Bright TV. Usiogope, bei zetu ni za kizalendo zaidi. Allah.